Nini kimetokea usiku wa jana? Iran yainyosha Israel kwa moto. Israel yateketea kwa makombora. Utangulizi. Ni usiku wa giza nene huko Mashariki ya Kati, lakini si giza la kawaida. Ni giza linalochanwa na milio ya makombora, mwanga wa milipuko na sauti ya siren zinazolia bila kukoma. Usiku wa kuamkia leo, anga la Israel limekuwa uwanja wa vita wa moja kwa moja, huku taifa hilo likikabiliana na mashambulizi yasiyowahi kushuhudiwa kutoka kwa Iran. Dunia imesimama na kutazama kwa wasiwasi. Wakati wengine wamelala, ardhi ya Israel na anga la Tehran vimegeuka kuwa ndoto mbaya ya kivita. Makombora ya washwa, Israel inatetemeka. Saa chache kabla ya saa 6 usiku, raia wa Tel Aviv na miji mingine kama Haifa na Bat Yam walilazimika kukimbilia kwenye vyumba vya chini ya ardhi. Mbingu zilipasuliwa na makombora ya balistiki yaliyovurumishwa moja kwa moja kutoka Iran. Si drones, si tishio la maneno, bali vita vya kweli. Mfumo wa Iron Dome ulijibu, ukijaribu kwa uwezo wake wote kuzuia wimbi la chuma cha mauti, lakini baadhi yalivunja kinga na kusababisha majeruhi na uharibifu wa mali. Majibu yasiyosubiri, Israel yalipiza mara moja. Hakukuwa na kusubiri. Ndege za kivita za Israel ziliruka kwa kasi ya radi zikielekea kwenye anga la Iran. Malengo yalikuwa wazi: vituo vya kijeshi, maeneo ya nyuklia na maghala ya silaha. Ripoti kutoka Tehran, Isfahan na Mashhad zimeripoti milipuko mikubwa, huku baadhi ya vituo vikiteketea kabisa. Taarifa za awali zinaonyesha idadi ya vifo inaongezeka na bado usiku haujaisha. Watu wanaishi kwa hofu, hakuna usalama popote. Wakati wanajeshi wanapambana, watu wamebaki na swali moja: tutaishi mpaka asubuhi? Watoto wanalia kwenye banka, wazazi wameshikilia vichwa vyao kwa hofu. Huko Iran, wananchi wanatumia garage, hospitali na hata misikiti kujificha. Maisha ya kawaida yamesimama. Hali hii haijawahi kushuhudiwa tangu vita vya Gufu. Dunia inashangaa. Vita vilivyokuwa ndoto sasa ni ukweli. Jitihada za kidiplomasia zimekwama. Marekani, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya na mataifa mengine wamejaribu kufanikisha usitishaji mapigano, lakini bado hakuna upande unaonyesha dalili ya kupunguza moto. Donald Trump ameonya Iran kwamba itajuta milele. Viongozi wa Ulaya wanatazama kwa hofu. Dunia iko kwenye mdomo wa kuzama kwenye vita kubwa zaidi tangu vita vya pili vya dunia. Je, vita hivi vitaishia wapi? Mashambulizi ya leo ni dalili ya wazi kuwa vita hivi havina tena mipaka ya maneno au diplomasia. Israel imedhihirisha iko tayari kwenda mbali na Iran haionekani kuogopa. Ikiwa hali hii itaendelea, huenda tukaona mashambulizi ya ardhini, vita vya meli au hata matumizi ya teknolojia hatari kama nyuklia. Je, ni mwanzo wa mwisho? Hitimisho. Usiku wa jana, historia inaandikwa kwa damu na moto. Israel na Iran wamefungua ukurasa mpya wa machafuko. Lakini katika kivuli cha vita hivi, sauti za watoto, kilio cha mama na hofu ya binadamu ndizo zinazolia kwa nguvu kuliko mabomu. Je, dunia itasikia kilio hicho kabla haijachelewa? Tafakari. Wakati mabomu yakidondoka, si mataifa yanayoteseka, bali mioyo ya watu. Hebu tuombe, tuamke na tuseme vita hivi isitishike kabla haijatawala dunia nzima. Endelea kufuatilia makala hizi kwa kuingia YouTube na subscribe channel ya Hubah Online TV ili usipitwe.